Oya, mzigo ni noma. Kuna huyu mama wa kuitwa Ezine, mumewe alikufaga bana, akamwacha mjane wa watoto 4. Uchena ambaye ndio kaka mkubwa anafuatiwa na madada zake 3, Ada, Kiruka pamoja na Ekwi ambaye ndo last born. Sasa huyu mama alipambana kuwalea wanaye katika mazingira magumu sana, umaskini uliokithiri. Kula milo 3 kwao ilikuwa ni jambo agharabu sana, kwani hata huo mlo mmoja tu waliusotea. Waliishi katika kijumba cha hovyo. Aliweka tumaini lake kwa Mungu. Ezine akawa mstari wa mbele kanisani, akijua huko atapata faraja na tumaini jipya, lakini huko nako aliambulia kusemwa na wanawake wenzie, kisa tu amekuwa ni mtu wa kulialia linapokuja swala la michango kanisani. Siku moja Ezine alitoka akaenda kwenye kihafla fulani hivi. Mama mwenzao alikuwa anafanya 40 ya mjukuu wake. Kabla ya kifunction kuisha, akarudi nyumbani anapekua. Ezine, mama, mbona hivi? Mbona unalia? Viatu viko wapi? Mbona umevaa nusu uchi mama? Jamani wanangu, vile vitu nilikuwa nimeazima kwa Chineke, ile blauzi pamoja na viatu. Amwezi amini, Chineke amenipokonya vitu vyake mbele ya watu. Nimedhalilika mimi. Kisa tu eti nacheza sana nitaharibu viatu vyake. Makubwa, Chineke anawezaje kukufanyia hivyo mama? Si mnasali wote nyie jumuiya? Lakini watu wa makanisani ni wanafiki sana. Usijali mama, tusubiri tuvune miogo yetu, tutakununulia, hata usijali. Maisha yakaendelea hivyo. Uchena kaka mkubwa akapata msala, akapoteza pesa za watu. Wenye pesa wakamtaka alipe haraka iwezekanavyo. Walipoona anachelewa kuwalipa, wakaenda kukomba vitu maskini ambavyo ndio vilikuwa vimebaki kama tegemezi lao, msaada wao. Wakachukua mifugo, kulikuwa na mbuzi hapo na vijikuku, wakapita navyo na vitu vya ndani baadhi. Maisha haya mpaka lini utaishi Ezine? Kiukweli nimechoka kuonekana kituko hapa kijijini, nimechoka. Ezine mama Uchena akawa ameshawishika kupelekwa sehemu kwa huyo mchawi. Yaani ukifika pale, shoga yangu, matatizo yako yote yameisha, familia yako itasahau hizi tabu mnazopitia. Basi wakaongozana mpaka kwa huyo mchawi bwana. Ezine akaulizwa, unataka miungu ya Ogumwambe ikufanyie nini? Akadai amechoka maisha ya taabu, anataka watoto wake wafanikiwe, kwa sababu yeye tayari ejigo, basi watoto wake wafanikiwe badala yake. Akaulizwa tena, upo tayari na unachokitaka kweli? Akasita Ezine. Mwenzie aliyempeleka akamkonyeza, kubali, fikiria vizuri na ujibu, maana ukishatoa jibu, kwa mfano umejibu ndio, haina kurudi nyuma. Hiyo tumeelewana? Kubali wewe Ezine, kubali. Akaropoka Ezine, ndio, nipo tayari. Vizuri, sasa unachokitaka umekipata, lakini kitakuja na masharti yake. Watoto wako wote watafanikiwa, lakini hautokaa upate wajukuu maisha yako yote Ezine. Wajukuu zako watakuwa kafara ya miungu ya Ogumwambe wakiwa tumboni. Pili, utakufa kifo kibaya Ezine. Akaogopa Ezine. Sasa ili anataka kusema basi jamani, basi sitaki tena. Kabla hajaongea akakumbushwa, nilikuambia ukisema ndio haina kurudi nyuma hiyo, vinginevyo unakufa hapa hapa. Mdomo umeponza kichwa, ndo hiyo unasikiaga. Basi akanyamaza Ezine, majambo yakaendelea. Bana kweli miaka michache baadaye watoto wa Ezine wote wakafanikiwa. Uchena akawa anaendesha mabiashara makubwa mjini huko, anaishi katika jumba la kifahari. Vivyo hivyo kwa dada zake pia. Mama yao kijijini huku wakamjengia bomba la mjengo, wakamwacha aishi na lastiboni Ekwi. Sasa balaa likaanza. Mke wa Uchena kila akibeba mimba inatoka mzee. Uchena helewi, kaishazunguka kila hospitali, anaambiwa mkewe hana shida yoyote. Huku kwa dada zake pia mambo ni hivyo hivyo, kila wakibeba mimba zinacholopoka mzee. Jamani, hili mbona limekuwa ni tatizo la familia? Kwani sisi tuna shida gani? Tuna tatizo gani sisi kwenye familia yetu? Muda huo mama yao Ezine, baada ya kutoka kwa yule mchawi, tangu kipindi hiko akajificha kwenye mwamvuli wa dini, akawa mcha Mungu maradufu zaidi ya alivyokuwa mwanzo. Ni yeye na kanisa na yeye. Na sijui kwa nini washirikina wengi wanapenda kujificha Roman Catholic. Basi muda wote utamkuta na rozali, chuo kidogo cha sala, ndani kwake sebuleni ukiingia ni kama umeingia kigangoni. Akapewa na uwenyekiti wa WAWATA, umoja wa wamama wa Katoliki. Watoto wake
wake kila wakimweleza juu ya majanga ambayo yanawakumba ya mimba kuchoropoka, yeye ni kulia tu. Majibu yake ni tumtumainie Mungu, Mungu ndio kila kitu, Mungu atatupigania. Na kosa ujichanganye uanze kumletea habari za kwenda kwa waganga. Anakuwa mkali Ezine, hataki kabisa habari hizo. Watoto muda huo hawajui kama mama yao kuna kitu alifanya, kwa hiyo wakimwona ananyenyekea vile kwa Mungu, wanaamini tu kwamba mama yao ni mtu wa dini sana, ana imani sana, wakawa wanaogopa mpaka kwenda kwa waganga wakihofia kumkwaza mama yao. Lakini yule lastiboni yule Ekwi, kuna ndoto za ajabu anakuwa anaota na zinamrudia mara kwa mara. Anakuwa anamuona mama yake Ezine ni mchawi, na anamuona katika ndoto kabisa amevalia mavazi ya kichawi, anawaloga wao watoto sasa. Na mara nyingi anavyotokewa na hizo ndoto, asubuhi yake tu lazima kuna tukio linatokea kwenye familia. Akimweleza mama yake, mama anamwambia aongeze maombi. Piga goti tusali binti yangu, tufukuze hizo ndoto mbaya unazozipata. Ekwi, huyu Mungu ninayemtumainia atatupambania mwanangu. Mpaka sasa hivi Ezine angekuwa na jumla ya wajukuu 9, lakini wote mimba zao zimetoka, wanaliwa na miungu ya Ogumwembe. Basi ndio maisha yanaendelea hivyo katika familia hii ya mjane Ezine. Hayo ndio majanga wanayokumbana nayo watoto wake. Mumewe na Ada, yeye kidogo anasubira na anavumilia tatizo la mkewe, akiwa anatumaini kwamba ipo siku matatizo yataisha na watapata watoto. Lakini upande wa pili kwa huyu Kiluka, mumewe amechachuka mbaya mbovu. Haiwezekani, kila mimba unayobeba inatoka. Nyie mna shida gani kwenye familia yenu? Ebana, ni mizozo ndani, mume haelewi, anaongea maneno makali ya kumuumiza zaidi Kiruka. Sasa Uchena akaamua kuitisha kikao, maana pia kachoka. Watoto wote wakarudi kijijini kwenda kukaa kikao na mama yao. Ada, kwa nini lakini binti yangu? Kwa nini Ada? Kwa nini umwache Mungu wa kweli uende kwa waganga Ada? Mpaka Ada akashangaa, mama kajuaje? Ni kweli Ada alichukuliwa na rafiki yake akapelekwa kwa mganga fulani huko. Yule mganga akamwambia, shida mnayopitia katika familia yenu chanzo chake kipo humo humo kwenye familia yenu, na kama hakitaondolewa hiko chanzo mtaendelea kupoteza mimba kila leo. Mama, ni kweli nilienda, kwa sababu mimi sasa hivi sina hata imani na huyo Mungu. Kwanza sijui hata kama yupo, maana haiwezekani tuteseke namna hii anatuangalia. Mama, ni kweli mimi mwenyewe sitaki habari za maombi, sitaki habari za Mungu, sijui kanisa zimekuwa kuwaje, sitaki kuanzia leo tena. Bora Ada ulienda ulikoenda, na sasa tunajua tatizo lipo humu humu kwenye familia yetu, na mimi Uchena nipo tayari kufanya lolote mpaka nihakikishe huyo shetani mnywa damu za watoto wetu analipa kwa damu pia, na atajulikana tu. Hatuondoki hapa kijijini mpaka kieleweke. Hapa pazito. Haya, siku 2-3 baadaye mama mtu akarudi nyumbani, analalamika kuwa shemeji yake, yaani baba yao mkubwa na kina Uchena, kamtishia maisha na kamuapia kuwa familia yake itaendelea kuteseka zaidi ya inavyoteseka sasa. Kisa nimemkatalia asiuze shamba, lile shamba mliloachiwa na marehemu baba yenu. Mimi nilijua tu lazima Maziotaka atakuwa anaichezea hii familia yangu, ndio maana majanga yaishi kwenye familia yangu. Mama mbona kama anamuuzia msalaba mkubwa, na watoto wakamwamini baba mkubwa huyu. Watu mbona ni mashetani kiasi hiki? Tumemfanya nini sisi tustahili yote haya? Sasa ni hivi, baba mkubwa lazima aape kuwa hausiki katika hizi tuhuma, vinginevyo akigoma kuwapa, moja kwa moja tutajua yeye ndio anahusika na kila ushetani unaoendelea kwenye hii familia. Uchena, kijana wangu, mwachieni Mungu, Mungu atatulipia. Mama, achana na habari za Mungu, achana kabisa na hizo habari. Unajua ni maumivu kiasi gani tunapitia? Huyo Mungu nemzungumza haoni. Maziotaka lazima aape. Bana, kesho yake Uchena akamwamkia baba yake mkubwa Maziotaka, kambebea bunduki kabisa mzee. Bana, unataka kujua kitaendelea nini juu ya hii familia ya Ezine? Je, ukweli utajulikana kuwa mama mtu ndio chanzo cha majanga yote? Tukutane sehemu ya pili, mtu wangu.